Eh, Bwana Yesu asifiwe sana. Bado naendelea na hili swala. Ah, nilichokuwa nakiongelea ni kwamba nadhani hata siku ile kusema kwamba mtu ukioa aiza kuolewa ni jambo la furaha sana. Jambo la furaha sana. Kwa nini? Kwa sababu unaenda kutimiza malengo ya Mungu mu maisha yako. Lakini imekuwa bahati mbaya mtu ukioa tu unaachana na kile kitu ambacho ulokuwa unakifanya. Kwa nini? Kwa sababu umeoa. Mimi nilikuwa nadhani ya kwamba mtu akioa yule atakayemuoa ndo atakuja kupush ile ndoto yake. Atakuja kumsaidia katika ile ndoto yake ili kuja kutimiza kile kitu ambacho alichokuwa anakifanya mu maisha yake. Sasa na hata waoaji nao, mimi nilikuwa nadhani ya kwamba huyu mdada akishaolewa ndo anasimama vizuri na huduma yake, lakini tushawapoteza mabinti Sayuni wengi. Kitendo cha wao kuolewa tu akaachana na alokuwa anayefanya. Sasa mimi nilikuwa najiuliza, ili jambo likoje? Ili jambo hili likoje? Kwa nini watu tunatakiwa tujue kwamba kijana, ukiwa unaamini mambo yako, hakikisha unamuoa mtu ambaye anaamini kile unachokiamini. Ukiwa ni Mkristo ukimuoa mshirikina hamutaelewana. Ukiwa ni Muislamu ukimuoa Mkristo hamutaelewana. Kwa nini? Bakristo tunakoga tunalamuka busiku. Imagine tu out of nowhere tu busiku tu unasikia mke wako anaanza kuomba kwa sauti. Kama si Mkristo hautamuelewa. Aza ni Muislamu anaanza kufanya mambo yake ambayo huwa wanayafanya mimi sielewi. So hamutaelewana mnyumba. Kwa hiyo unatakiwa uende na kile kitu ambacho unakielewa vizuri na madhaifu yake unaona kwamba nitaweza kuyavumilia. Kwa nini? Kwa sababu kuoa ni saini ya maisha. Hii na saini hichi kitu maisha yangu yote. Maisha yangu yote nitaishi na huyu mtu. Hilo jambo liko hivyo. Usikubali kuolewa na mtu ambaye muko na imani tofauti. Kama we ni Muislamu, oa Muislamu wenzako. Kama we ni Mkristo, muoe Mkristo wenzako. Olewa mabinti Sayuni, mnisikie vizuri. Kama wewe ni Mkristo, olewa na Mkristo mwenzako. Si kwamba ni jambo la ubaguzi. Ni kwamba litawasaidia kuishi vizuri ndani ya nyumba. Ili jambo hili walikuwa wengi sana ambao walikuwa wanasimama vizuri na huduma zao na mambo wanayoyafanya, lakini baadaye tu wakapotea baada ya wao kuolewa. Ni mwimbaji hata tulikuwa tunamuona YouTube. Baada ya yeye kuolewa, hasa baada ya yeye kuoa, wako wengi sana ukiangalia alianza vizuri, lakini yeye kuoa vyote alikuwa anafanya ni kama vikaanza kufifia. Si ajabu hata vikapotea vyote.